mtandao wa bure imewekwa na serikali. Vijana wetu waingie pale kwa mahabara ya kompyuta, wafanye biashara ya mtandao, e-commerce, na wafanye kazi za kimtandao. Iko kazi mtandaoni. Bora kijana ako na kompyuta na ako na internet. Iko kazi mtandaoni. Iko kazi ya transcriber. Iko kazi ya web developer. Iko kazi ya app developer. Iko kazi ya foreign exchange trading. Bora kijana apate kompyuta na apate mtandao. Na hii ni njia nzuri ya kuleta ajira kwa vijana wetu. Vijana wetu tuache kuwaachilia wanakaa bila matumaini, wanakaa mitaani wakingojea kupewa shilingi 100 na mtu ya siasa ndio wakapige kelele kwa wapinzani wa siasa. Kwa hivyo kila market iko na ICT hub ya vijana ili wafanye kazi mtandaoni. Kila soko tutaweka lactation room kwa wamama wetu ambao wako na watoto wadogo, na kila soko tutaweka cold room ama barafu ya kuhifadhi nyanya, ya kuhifadhi sukuma wiki ile ambayo haijanunuliwa, ndio mama auze mboga leo, kesho kutwa, mtondogoo mpaka siku ile hiyo stock itamalizika. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee tusiendelee jameni? So hiyo program ya masoko nimesema tunajenga hapa Nyamira masoko 3 makubwa na mengine 10 ya kadri, sehemu zile ambazo tutaongeza masoko. Hata hapa West Mugirango tutaongeza pia soko ya Ekonge na soko ya Nyamaya. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Jambo la nne ni kutafutia vijana kazi. We relax, nitafika kwa barabara my friend. Si umeona nimejipanga vilivyo? So jambo la nne ni mambo ya kutafutia vijana wetu ajira. Kwa sababu kama nilivyosema, vijana wengi hawana ajira. Ndio umeona safari hii serikali hii ya William Ruto ndio serikali imeajiri walimu wengi kwa wakati mmoja zaidi ya serikali nyingine yoyote ile. Kwa miaka 2 pekee tumeajiri walimu 76,000, 76,000 teachers in 2 years. Hapo mbeleni tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 kwa mwaka, walimu 5,000 kwa mwaka. The last 2 years tumeongeza walimu 76,000, na mwisho wa mwaka huu tutaajiri wengine 24,000 walimu wa primary, walimu wa secondary, tufikishe 100,000 in 3 years ndio vijana wetu wapate kazi. Hii serikali ndio imeandika wahudumu wa afya, community health promoters, ambao wanatusaidia kupima maradhi kule nyumbani. Over 110,000 community health promoters employed by this government. Vile tumesema ya kwamba kuna vijana wangetaka kufanya kazi mtandaoni. We are building 1,450 ICT hubs. Sile tunajenga sokoni, zingine ziko kwa TVET, zingine ziko kwa university. We are going to have 1,450 ICT laboratories across Kenya, 1 per ward, to make sure that our young people get more digital jobs and get opportunities to earn a living. Vile Rais ametangaza akiwa Homa Bay. Wiki 2 zimepita. Rais ametangaza ile program ilikuwa imesimama kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Program ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, ikaitwa kazi mtaani. Sasa tumeirudisha, inaitwa Climate Works, kazi mtaani. Na hiyo program imeanza. Tunasajili vijana kwa hiyo program ya kazi mtaani, Climate Works. We are going to employ across Kenya, in all the 47 counties, in all the 482 sub-counties, a total of 113,000 young people through Climate Works
kazi mtaani. Wengine wapate kazi mtaani, wengine wapate kazi mtandaoni, wengine tumewaajiri kwa affordable housing program. Hii affordable housing program and market construction program imeajiri vijana 250,000. 250,000 young people currently are being employed through the affordable housing and market construction program. Na tumesema tukijenga manyumba ya bei nafuu, tukijenga masoko, pia vijana wetu ambao ni wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya polytechnic, vyuo vya anuai, tutawajengea hostels ili wakae karibu na university, wasikae huko town mbali, kwa sababu wakikaa mbali wanaingiliana na mambo ya madawa, wanaingiliana na mambo ya pombe. Tungetaka wakae karibu na university, wasome, wahitimu, wasaidie wazazi wao na wasaidie katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo katika hiyo program ya affordable housing hapa Nyamira, tutajenga hapa Nyamaiya unit 160 ya affordable housing, na pale Sironga Bogichora tutaweka 2,000 units ya affordable housing ambayo itagharimu 4.4 billion shillings, pesa ya serikali. Katika ujenzi wa hostel, katika ujenzi wa nyumba za kulala za wanafunzi hapa Nyamira, tunajenga already, tunataka kuanza kujenga hostels kwa wanafunzi wa Nyamira Kenya Medical Training College campus ya Nyamira, na tutawajengea nyumba 580 za kulala kwa gharama ya milioni 281. 580 units of hostels accommodation at a cost of 281 million for Nyamira Kenya Medical Training College campus ya Nyamira. Vile vile iko polytechnic hapa ambaye sasa inaitwa Nyamira National Polytechnic, na zamani ilikuwa inaitwa Kerubo Gietei Polytechnic. Sasa hiyo polytechnic yetu ya Nyamira National Polytechnic tutawajengea vyumba vya kulala wanafunzi 1,000, na gharama itakuwa gharama ya milioni 485 pesa ya serikali. Tuendelee tusiendelee? TVET zile zingine zote, Technical Training Institutes, Polytechnics zote katika taifa letu la Kenya tutajengea wanafunzi wetu hostels. Na hapa Nyamira other constituencies pia watapata, kwa sababu iko Borabu Technical Training Institute tutaweka hostels huko, na hata hapa kuna Gitwebe Technical Training Institute tutaweka pesa ya kujenga hostels hapo. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee namna hiyo? Jambo la 6 ni mambo ya afya. Mnajua ya kwamba wakati Rais Ruto anachaguliwa, Wakenya lakini hii SHA ama Taifa Care, hii ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto, ama Taifa Care, kila mtu ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto, ama Taifa Care, kila mtu ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto, ama Taifa Care, ya biashara na serikali ya William Ruto, ama gharama ya matibabu wakati mtu amekuwa mgonjwa. Tupunguze arambe nyingi, tupunguze kuuza mashamba na magari na manyumba ili kulipa bill za serikali za hospitali. Na katika hiyo mpango ya SHA tulikuta
Wakenya milioni 8 peke yake ndio walikuwa na kadi ya matibabu. Sasa registration ya SHA imefika milioni 23.6, 23.6 million registered for Social Health Authority. Jambo la 8 ni mambo ya stima. Stima ni mambo muhimu sana ya stima. Tumesema kwa manifesto ya Kenya Kwanza na UDA ya kwamba stima ni haki ya kila mwananchi. Stima sio tu starehe ya matajiri peke yao. Na ndio tunataka stima ifike katika kila nyumba katika taifa letu la Kenya. Ndio tumeanza program ya kuunganisha nyumba ambazo hazina stima. Hapa Nyamira zile projects zinaendelea za stima ni za 519 million ambayo itaunganisha familia 7,500 mpya ambazo hazikuwa na stima. Na katika hiyo 519 million ya kuunganisha 7,500 households hapa Nyamira, hapa West Mugirango, ile pesa Mheshimiwa Steve Mogaka ametetea ni 105 million ili kuongeza idadi mpya ya familia 1,700 hapa West Mugirango wapate stima. Wakati nimeangalia mahesabu ya stima, mimi nimeona huyu Steve Mogaka na huyu Mheshimiwa Irene Mayaka ambaye pia anatoka hapa wameshirikiana, wameenda wametafuta stima ya 105 million ya hapa West Mugirango. Lakini mimi nikiangalia hiyo stima haitoshi. Nataka muniambie kama nishirikiane na Steve Mogaka na Irene Mayaka na huyu Jerusha Momanyi, twende tuongeze hiyo pesa ya stima. Tuongeze pesa ya stima. Wangapi wanasema pesa ya stima iongezwe? Mwisho ni maneno ya barabara. Ni maneno ya nini? Ni maneno ya nini? Mnajua ya kwamba kwa sababu uchumi wetu ulikuwa umezorota miaka 2 ambayo imepita, hatukuwa na pesa ya kutosha ya kujenga mabarabara. Lakini sasa kwa sababu uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, sasa tuko na program ambayo tumeanza ya kufufua zile barabara zilikuwa zimekwama, tuzikamilishe na tuanze barabara zingine mpya katika taifa letu la Kenya, ikiwemo kaunti ya Nyamira. Hapa Nyamira zile barabara ambazo tunaanza kujenga na kufufua zile zilikuwa zimekwama ni zaidi ya barabara 8. Sijui kama mmesikia vile nimesema. Ni zaidi ya barabara ngapi? Wacha niwasomee. Ya kwanza ambayo iko hapa West Mugirango, Eronge, Kebuse, Kahawa Boda, Borabu, Omonyenye, Amakara. Hiyo ni ya huku ama ni ya wapi? Ni ya Borabu hiyo. Inaenda mpaka Isoge, mpaka Chebilat, mpaka Chericha. Hiyo ni ya Borabu. Barabara ya pili, barabara ya kwanza itaendelea, haitakomea hapo Chebilat. Itaendelea mpaka Chericha, Simbauti, Tindereti, Prince Dan High School. Hiyo ni barabara kubwa, 61 kilometers at a cost of 3.6 billion. Barabara ingine ni ya kutoka Keroka kwenda Keberigo, 14 kilometers, 1.5 billion. Barabara ingine ni ya kutoka Musobeti kwenda Keberigo, barabara ya 14 kilometers, 675 million. Barabara ingine ya hapa Nyamira inatoka Kijauri kwenda Nyasiongo, kwenda Matemanywa, kwenda
Hiyo ni ya Borabu Kituru Masaba. Kweli si kweli? Barabara ingine inatoka Kemera kwenda Kiendege, kwenda Eberege, kwenda Keumbu, 12 kilometers. Barabara ingine, niendelee nisiendelee jameni? Niendelee nisiendelee? Barabara ingine inatoka pale Chebilat kwenda Ikonge, kwenda Chabera, hiyo iko Borabu na North Mogirango. Barabara ingine iko Gekano kwenda Ambuko, kwenda Manga, kwenda Motemumwamu, kiuko Kitutu Masaba. Iko barabara ya Tombe kwenda Isinta, kwenda Mokomani, kwenda Gitaru, kwenda Chabera, kwenda Ekerenyo, Koigi, Nyamaya. Tuendelee tusiendelee jameni? Hiyo barabara najua haitoshi. Tuongeze hizo barabara. Hapa Nyamira, katika kila constituency. Hapa West Mogirango, pale North Mogirango, pale Borabu, pale pande ya wapi pale kwingine, Kitutu Masaba. Tuongeze mpaka barabara ya watu ya Nyamira itoshane na wingi wa watu. Halo, huyu Momanyi, huyu Mogaka Steve ameniambia, nilikuwa nimeacha stima ya hapa West Mogirango ilikuwa 105 million. Kumbe alikuwa amengangana, akaona waziri, akaona rais, ikaongezwa ikafika 250 million. Na kwa sababu alikuwa amengangana ikafika 250 million, mimi nataka turudi na yeye tena, turudi kwa rais, iongezewe stima ya West Mogirango ifike 500 million. Tuongeze tusiongeze jameni? Nikimalizia niseme ya kwamba hii program ya kusimama na wanabiashara wadogo, ya kusimama na watu ambao wako chini, mtu anafanya kazi ya mama mboga, mtu anafanya kazi ya mkokoteni, mtu anafanya kazi ya bodaboda, musidharau kazi. Kazi ni kazi. Tusimame na wanabiashara wadogo wapanue biashara zao. Ile biashara ni ndogo leo, itakuwa biashara kubwa kesho. Unajua kuna watu wako na madharau kule Nairobi, kwa sababu wameshiba. Wanauliza sasa hii pesa kidogo inasaidia nini? Nataka wewe ambaye umeshiba unisikilize vizuri. Kuna kijana wa bodaboda yake imeharibika na imekosa shilingi 15,000 peke yake, na anadaiwa na mwenye alimuuzia kwa loan. Huyo kijana wa bodaboda akipata msaada wa 15,000 kutoka kwa Mheshimiwa Steve Mogaka kupitia hii program, ataenda. Kuna kijana wa bodaboda anasimamishwa na polisi kila siku kwa sababu bodaboda yake, kijana apate 3,000 anunue side mirror, atasumbuliwa na polisi tena na atakuwa na usalama pale barabarani. Iko mama mboga hapa, ile kazi mama mboga anafanya ni ya stock ya 5,000. Huyo mama mboga akipata another 5,000 ifike 10,000, watoto watasoma na familia itapata chakula. Usidharau kazi. Kazi ni kazi. Mboka ni mboka, kweli si kweli? Si mboka ni mboka jameni? Kwa hivyo sisi watu ya UDA, watu ya Kenya Kwanza, tukiongozwa na Rais Ruto, sisi tunaamini kusimama na wananchi hata walio chini. Saa hii wakati hakuna kura, saa hii wakati hakuna campaign, hii ndio wakati mzuri wa kusimama na wananchi. Ama mnataka watu ya kungojea siku ya campaign? Si tuwasaidie sasa hivi jameni? Kwa hivyo mimi nimekuja hapa na nataka nikomee hapo, na kwa sababu
nimekazana sana. Nimewaambia nimetoka kule Masaku. Na sikuwa na dhani ya kwamba nitakuta hii mkutano. Kwa hivyo sikuwa nimejitayarisha. Lakini nimeng'ang'ana. Simuliona hata pesa ya rais ilifika. Si rais alituma pesa yake. Ni kwa sababu sikuwa sure ya kwamba nitafika. Lakini kwa sababu nimefika na nimewasalamia. Munasema lazima nitoe pesa pia? Ala, lazima nichange. Abantu ba minto lazima nichange. Hamwezi kunisamea? Lazima nichange kama wale wengine. Kama rais na kama hao wabunge. Nichange nisichange? Wacha nione wale wanasema hata deputy president achange. Sasa kama mmetoa amri, si mmetoa amri kama wananchi, mukasema nichangie hivi kundi. Na unajua mimi ni mtu ya yes sir. Unajua hivyo? Na hiyo yes sir sio rais peke yake naambia. Naambia hata wananchi yes sir. Kwa sababu wananchi ndio wameandika kila kiongozi ambaye ako mamlakani. Niendelee na yes sir nisiendelee? Nikifika kwa wananchi ni yes sir. Nikifika kwa rais ni yes sir. Niendelee nisiendelee jameni? Wangapi wanasema niendelee kusukuma kazi? Na mkiniona hivi si mimi nakaa serious jameni? Si mimi ndio maendeleo ya Nyamira ipatikane. Mupate stima, mupate masoko, mupate barabara. Niendelee kusaidia rais nisiendelee? Niendelee kushirikiana nao viongozi tusaidie rais ama nisiendelee? Wangapi wanasema nisukume kazi? Hii kazi nitaifanya kwa bidii. Hii kazi nitaifanya. Nitaipeleka mbio mbio. Nitaipeleka faster. Nitaipeleka noma. Nitaipeleka fire. Kama gari ya miraa. Tuendelee tusiendelee? Sasa wacha nitoe pesa yangu ama namna gani? Si niliwaambia sikuwa prepared. Kwani mnajua ni ngapi? Ni 50,000 ama ni ngapi? Mmekataa 50. Nikiongeza ifike 100, 1,100 na 200,000, 250, 300,000. Ala, kwani niongeze mpaka ifike 800,000, 820, 900, 970, 980. Ni lazima ifike milioni jameni. Niongeze ifike 1.1. Mimi sasa acha niachia hapo. Nikiendelea hivyo mutaniweka kwa kona ambaye sitatoka. Kwa hivyo nimesupport vikundi vya West Mugirango, vikundi vya kina mama na vijana na shilingi milioni 2. Wacha nione salamu. Mungetaka rais atembea hapa Nyamira? Rais atembea Nyamira? Rais atembea West Mugirango? Ya ukweli? Akuje asikuje? Wangapi wanasema Rais William Ruto akuje hapa Nyamira? Wakuje na Steve Mogaka na kina Jerusha Momanyi na kina Irene Mayaka na mimi deputy president. Wakati rais anakuja, nikuja ama nikae Nairobi? Nikuja ama nikae Nairobi? Wangapi wanasema hata mimi nimekaribishwa hapa jameni? Wacha sasa, kwa sababu wale viongozi wengine walikuwa wameongea na wametoa pesa. Wacha niite wale watatu ambao hawakuwa wameongea, waongee watoe pesa. Dakika 2 ya kuongea, dakika 1 ya kutoa pesa. Ama namna gani? Wacha nianze na kiongozi
wa walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wapi nduru ya Kimani Ichung'wah? Wapi salamu ya Kimani Ichung'wah jameni? Haya, asante DJ. Watu wa Nyamira hamjambo? Buyore. Muko salama? Si mmesikia maneno kutoka naibu wa rais? Na najua mmekaa hapa mmechoka, kwa hivyo mimi sitakuwa na maneno mingi, si ndio? Si leo tumekuja mambo ya bottom? Ati mambo ya bottom? Si ndio tuliwaahidi wakati wa campaign? Tukasema tuje tuinue mama mboga, wachuuzi wale wadogo wadogo, na pia vijana wetu wa bodaboda. Kweli si kweli? Na mambo mengi naibu wa rais ametuambia, kwa hivyo sitarudia. Lakini ni vizuri naibu wa rais tukupongeze. Tupongeze huyu naibu wa rais ama tusimpongeze? Si ametembea Nyamira? Yule alikuwa mbele yake, mulimuona Nyamira? Mulimuona Kisii? Huyu profesa, sababu sio mkabila, sababu sio mtu wa chuki, sio mtu wa uchochezi, ametembea Nyamira na Kisii kwa ile miezi amekuwa naibu wa rais. Hiyo miezi kidogo amekuwa naibu wa rais. Hata hajamaliza mwaka moja, ametembea Kisii, ametembea Nyamira. Hii ni safari yake ya 5 akiwa ametembea kaunti ya Kisii na ya Nyamira. Yule alikuwa mbele yake miaka 2.5 hakukanyanga Nyamira hata siku moja, ama mulimuona? Wakati alitembea Kisii, alikuja kutukana wananchi wa Kisii, kuwaambia ati nyinyi hamna shares kwa serikali. Nimekuja leo nimewaambie wa jamii ya wa Kisii, wa kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira na mahali popote waliko Kenya, ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Wale unasikia wakianza siasa ya uchochezi na ubaguzi, ukienda sehemu moja ya Kenya unaambia Wakenya wa hiyo sehemu hawa ni makuzo, ati hawa sijui ni cousins wetu. Nimekuja Kisii niwaambie nyinyi ni ndugu na dada wetu na Wakenya wale wengine. Kweli si kweli? Ili tusikubali zile siasa tunaletoa za uchochezi, za chuki, za migawanyiko ya ukabila. Wakiona tumetembea Kisii, wanakuja kuambia watu wa Kisii, hawa hafai kutembea hapa, warudi kwao. Si wa Kisii wamejaa Kenya mzima? Si hata sisi wenyewe tumejaa Kenya mzima? Na hiyo ndio nchi tunataka tuunde. Tutembee namna hiyo? Tutembee hivyo? Wakisikia ati tunakuja empowerment, wanasema tumekuja kuwahonga. Nyinyi empowerment ni hongo? Wakija kuambia ni hongo, muwaulize, wacheni na yale wenzenyu wanafanya. Tuambieni yenyu, mpango wenyu wa kazi ni gani? Sababu sisi tunafuata mpango wetu wa kazi wa bottom up economic transformation agenda. Wale wengine pia wasikuje kuuliza kwa nini Mogaka, huyu mbunge wenyu, ametuleta hapa. Watuambie mpango yao ni gani? Si ndio? Mogaka amefanya vibaya kutuleta hapa? Na Irene Nyakerario ni mtoto wenyu? Amefanya vibaya kutualika hapa? Na mama Jerusha si ni wenyu? Tutembee na wao, tusitembee na wao? Tutembee na wao? Mumewapea ruhusa tutembee na wao? Na huyu Profesa Kindiki na Rais William Ruto, ati mumesema kufanya hivi ni kusema nini? Ati mnasema ni? Ati hii ni nini? Mumesema tutamapa Nyamira ya William Ruto na huyu Kindiki na huyu Mogaka na huyu Nyakerario. Tuendelee tusiendelee? Bas, mimi nimekuja mambo empowerment, ili wale wanasikia uchungu ati tumechanga pesa kusaidia mama mboga, leo sijui watalala wapi. Tutoe tusitoe? Nitoe? Nitoka Kiambu kuja kuleta hapa?
Na siku ya Kiambu na nyinyi mtakuja kutuletea ili tupendane, tujenge Kenya moja. La mwisho, ili nitoe pesa yangu niende. Najua jamii ya watu wa Kisii ni wasomi, kweli si kweli? Na najua mambo yalikuwa yanasemwa mengi ya budget. Nataka niwaambie siku ya jana mumeona waziri wetu expert John Mbadi akisoma budget. Mulimuona? Elimu ndio imepewa kipao mbele. Almost 25% of our national budget inaenda kwa elimu. Ile mitihani wale wachochezi walikuwa nasema haina pesa, tumeiwekea bilioni 6 to ensure that every child in Kenya will sit for the examinations without being asked for money. The government of Kenya will pay for exams. Kweli si kweli? Si tuendelee watoto wasome? Kesho wakuwe marais, wakuwe madeputy president. Nimekuja na pesa kidogo tu. Nitoe yangu kidogo. Hiyo kidogo. Mingi. Kama 5,000. 1,100. 200. Nimewapea nusu milioni, half a million shillings. Na sababu ya masaa nataka, simulijua tulikuwa na shida ya ukabila. Simunajua iko kiongozi kutoka huko alisaidia Kenya kufukuza siasa za ukabila. Tumkaribishe Mheshimiwa Mwengi Mutuse. Huyu ndiye alitusaidia kufukuza. Sababu ya muda, watu wa Kisii, watu wa Nyamira, mjambo. Bwana asifiwe Nyamira. Kwa wale wachache ambao labda hatujuani, mimi naitwa Mheshimiwa Mwengi Mutuse, mbunge wa Kibwezi pande za Makueni. Tukikuja hapa tumetoka na naibu wa rais kule Mwala, sehemu za Machakos. Watu wa Machakos wametuambia tukifika hapa tuwasalimie. Mmepokea salamu ya Machakos? Mmepokea salamu ya Machakos? Pili, pale bungeni, mimi ndio naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria, nikiwa na huyu Steve Mogaka tuko kwa hiyo kamati. Steve Mogaka, nataka niwashukuru nyinyi watu wa Mugirago kwa kuchagua huyu Mogaka. Kwa sababu huyu Mogaka ni kiongozi ambaye ako na akili nyingi sana. Huyu Mogaka ni kiongozi shujaa. Pale bungeni wakati wowote anataka kuongea akifuatilia maneno ya Nyamira, hasa constituency ambayo ilimchagua ya Mugirago West. Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyamira mlichagua kiongozi ambaye anawapenda kutoka kwa roho yake. Pili, ndio nimalizie. Mumesikiza naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, wakili wa hadhi ya juu sana, akitangaza yale maneno ambayo serikali imefanya katika ule muda ambao Rais William Ruto amekuwa kazini. Na akatangaza barabara za hapa kwenu Nyamira na vile vile za pale Kisii. Munajua hapo mbeleni hiyo mipango yote ingewezekana. Kwa sababu huyu mbunge wenu alikuwa akienda kutafuta rais aombe barabara, ule jamaa alikuwa naibu wa rais anasema watu wa Nyamira hamuna shares katika serikali. Huyu Mogaka akienda kutafuta pesa ya stima anazuiliwa na ule wa Munyoro, anasema kwamba ameweka mitego, watu wa Nyamira hawawezi kuona rais na watu wa Nyamira hawafai kupata maendeleo. Ndio sisi tukakaa pale bungeni tukaona Kenya haiwezi kuchomeka tukiangalia. Munakumbuka nilipeleka mswada tukasema kwamba huyu wa Munyoro aende nyumbani one way. Alienda ama hakuenda? Alienda ama hakuenda? Na tuliondoa huyu wa Munyoro kwa sababu tunajua kwamba Kenya ni nchi moja. Wakenya wote wana haki ya kupata maendeleo kutoka kwa serikali, ikuwa walipigia hiyo serikali kura ama hawakuipigia. Kweli si kweli? Mwisho nikimalizia, kwa sababu nimeelezewa mlikuja mapema, nataka nyinyi watu wa hapa Nyamira na watu wa Kisii, kuna Kenya ni kubwa sana. Kenya ni kubwa sana. Wakenya imetoka huko pwani, imeenda mpaka huko northeastern, imepita hapa Nyanza, pale western, huko Ukambani, na ukisikiza sauti ya Kenya, Wakenya wanasema kwamba yule kiongozi anafikia Wakenya wote ni Mheshimiwa William Ruto. Nataka niwaulize jameni, msiingizwe kwa vyama ya kijiji. Msiingizwe kwa vyama ya kijiji. Jamaa anazunguka hapa Nyamira, anaenda pale Kisii, anawadanganya atakuwa rais. Kenya ni kubwa sana. Umenielewa jameni watu wetu? Mkae na wale Wakenya wengine, tusonge mbele pamoja. Ndio uko mbeleni, tukuja hapa tufungue hizo barabara, watu wetu wapate pesa kwa mfuko, ndio tuweze kusonga mbele kama Wakenya wa jamhuri moja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nirudi hapa ama nisirudi?
Turudi hapa tena ama tusirudi? Nikuje tena mapema na tuongee. Unajua hapa Nyamira nitakuja kuwaeleza story. Hapo mbeleni hapa Nyasiongo si ni karibu hapa? Karibu hapo ni pande maneno hapo na nitakuja kuonyesha hapo iko maneno yangu hapo. Alafu tusonge mbele pamoja. Nimewaletea shilingi 1,100. Atoe asitoe? Hata yeye atoe. 1,100 Mwengi Mutuse. Next tuko na mjumbe kutoka Mathira all the way from Nyeri County. Mheshimiwa Eric Wamumbi. Karibu Mheshimiwa Wamumbi. Asante DJ, asante sana. Watu wa Nyamira Buyore. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Eric Wamumbi kutoka Mathira, Nyeri. Nimekuja kushirikiana na nyinyi tufanye empowerment ili tutoke bottom twende wapi? Tutoke bottom twende wapi? Na mimi ni rafiki ya mbunge wenu Mogaka na dada yangu Irene Mayaka. Tumekuja hapa kushirikiana na nyinyi na ili tufanye kazi. Lakini mimi niko na swali kwenu watu wa West Mugirango. Niulize nisiulize? Niulize swali nisiulize? Nyinyi munataka kazi ama munataka siasa? Munataka kazi ama munataka siasa? Munataka tujenge barabara ama munataka tufanye siasa? Munataka stima ama munataka siasa? Tufanye kazi? Tufanye kazi kwanza? Tuachane na siasa? Siasa tufanye 2027? Mumekubaliana tufanye kazi? Si nyinyi pia nimesikia mko na barabara ambayo haijajengwa. Kwa hivyo hiyo barabara ijengwe kwanza. Na wale hawana stima wapate stima. Tukienda stima barabara ikuwe imejengwa. Si ni hivyo? Ya mwisho. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na kama wa Kenya hatutaki fujo. Tunataka kila mtu akae kwa amani. Nilisikia jamaa mwingine anasema ati kama yeye hatakuwa rais, ati 2007 itakuwa kama Christmas party. Nyinyi munataka amani ama munataka fujo? Munataka amani ama munataka fujo? Munataka amani ama munataka fujo? Si Wakenya wako kila mahali? Hata hapa najua iko watu wa nyumba. Iko watu wa nyumba hapa? Adu wa nyumba mwego huko? Mwego kwa adu wa nyumba? Tuhubiri amani, tukae kwa amani. Sisi wote ni wa Kenya, tufanye bidii, tufanye maendeleo tukiwa chini ya uongozi wa rais wetu William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki. Nikirudi huko wa Munyoro niwasalimie. Nikirudi wa Munyoro niwasalimie. Niwaambie nyinyi mko ndani ya serikali na mutaendelea kuunga serikali yetu mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pia mimi nitaunga mkono kwa shilingi 1,100. Asanteni sana. Haya, tumpigie Wamumbi makofi 100,000. Nasikia kuna mtu alihepa kutoa pesa. Munamjua? Munamjua? Mnajua Steve? Steve alikuwa ametoa? Steve Mogaka ametoa? Atoe asitoe? Atoe asitoe? Anasema ati kazi yake leo ilikuwa ya kuita wageni. Atoe? Haya, tuambie yako Steve. 500,000 nilitangaza ikiwa ni ya 100,000 ya Solicitor General Shadrack. Haya, Shadrack Mose, Solicitor General wetu 100,000. Jacqueline Momanyi 50,000. Hawa walemavu walinipea 50,000. PWDs wetu kutoka hapa wamepeana pia kwa mheshimiwa 50,000. Hebu muwapigie makofi jameni. Na mimi zangu 300,000. Na ya Mogaka mwenyewe Steve 300,000. 1,300. Toto 500,000. Si umesikia hii constituency iko na wabunge wawili? Steve wako na mbunge anamsaidia, mrembo wetu kutoka hapa Mama Irene Nyakerario. Haya, PS Isaboke 50,000. PS wetu wa pale KBC na communication na broadcasting and communication. Na mama wetu, mama wa nguvu
one of the best legislators in the 13th Assembly, Irene Nyakerario, 250,000. Tumpigie makofi. Nataka wa mwisho atufungie, tuko na deputy governor wetu Daktari Gesami, kuja dakika moja utusalimie na ulete mchango yako. Akuje asikuje? Si ni mzee wetu, mzee wa kazi, na amekuwa mbunge wetu hapa hapo mbeleni, na tunakuenzi deputy governor, even for the service that you gave to these great people when you are the member of parliament. Karibu. God is good all the time. Asante sana watu wa Nyamira. Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Kindiki, waheshimiwa wabunge, and all other leaders who are here. I just want to thank you, Your Excellency Deputy President, for coming to Nyamira to raise funds for the watu wetu wale wanafanya biashara ndogo ndogo. Mimi yangu ni kidogo sana. Kwanza kabisa, Your Excellency Deputy President, mimi nataka kusema kwamba watu wa Kenya ile kitu wanataka sana ni sisi wale leaders wanafanyia kazi, we fight corruption. Corruption ndiye inatufanya tuende chini sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Deputy President, tunataka sisi national government and county government to have a very serious conversation on issues of corruption. We cannot move anywhere without controlling corruption in this country. Hiyo ndio tunataka kwanza kabisa. Na kitu ingine nilikuwa nataka kuambia Deputy President ni kwamba iko makansela hapa wazee wamefanya kazi kwa miaka mingi. Waliniambia wakati nilikuwa nakuja hapa kwamba wewe ualike hapo nyumba kwako Karen, wakuje hapo wakuambie vile tutatafuta kura hapa, na tunajua kwamba Mheshimiwa Ruto is like a giraffe, anaona mbali na atapata kura mingi. Asante sana. Thank you very much. Let me also give my 50 shillings. Haya, Mheshimiwa Deputy Governor wetu Daktari Gesami ametupea mchango yake ya 50,000 bottom up. Wali wewe leader wa majority akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mkimisi ni Mkisii sasa. Bas, kwa hivyo tumefurahi kufika hapa. Abantu wa Minto, we are very grateful na tutarudi tena. Thank you for your patience. We love you na tutarudi. Mungu awalinde biashara zenu, familia. Amen. Wacha nione kwa mkono wale wamenituma kwa Rais William Ruto. Nyinyi ni watu ya tutam. Muko kwa tutam. Yes. Wacha nione tutam. Asanteni sana.